damu pamoja na nyama. Kwa maana gani? Kiumbe kilichojifia kimekufa pamoja na damu yake, ina maana kimekufa pamoja na uhai wake. Lakini watu wengine nao wanakwambia kwamba Mungu ameanganisha kula chochote, kwamba mtu hata nyamafu anakula. Lakini kwa ukienda tu kawaida sio sahihi. Japo mtu anasema labda anatumia Torati za Musa, Agano la Kale, lakini kula nyama au kiumbe kilichojifia sio vizuri, kwa sababu unakula ile nyama pamoja na damu yake. Na hii Biblia inasema ina maagano mawili, ina Agano la Kale na Agano Jipya. Na kwa kizazi chetu tunasema sisi tunatumia Agano Jipya. Agano la Kale halituhusu. Na kama halituhusu, basi tusingekuwa tunatumia kwa sasa hivi, kwa sababu kuna mambo mengine yapo kwenye Agano la Kale, lakini kwenye Agano Jipya halipo, ila tunayaishi ili kuenenda na vile sheria za Mungu zilivyo, au kuenenda na mapenzi ya Mungu. Kwa mfano, kwa habari ya kutoa zaka ipo kwenye kitabu cha kwenye Agano la Kale, lakini kwa sasa hivi tunatakiwa kutumia, ina maana yaani ni sheria ambayo inatakiwa kutumika kwa namna ya maana sana au ya muhimu. Yesu asifiwe. Kwa turudi kwenye somo letu, nasema usile damu pamoja na uhai wake, na damu inatia uzima. Tuangalie tena kitabu cha Yohana 4:6 mstari wa 53. Basi Yesu akamwambia, mimi nawaambia, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu ya mwisho. Leo tunatumia damu ya Yesu kama ndio ukombozi wetu. Na sema ukienda kwenye ule mstari wa sura ya 3 mstari wa 10 kwamba atakayeamini au yeye amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na anaposema kwamba anayekula damu yangu na mwili wangu, sio kwamba unakula mwili wa Yesu wenyewe, bali anayeamini kwamba ile damu ya Yesu ndiyo inaokoa, ndipo ataokoka, kwa sababu damu inayo uzima. Na sisi ili tuwe wazima katika roho na mwili, inatupasa sisi kumwamini Yesu na kuamini damu ya Yesu kwamba inatupatia sisi uzima. Yesu asifiwe. Na anasema anayekula damu yangu na mwili wangu ana ule uzima wa milele, kwa sababu tumeona kwamba damu ni uzima. Na Yesu tulikuwa wafu katika damu, lakini tulipomwamini Yesu tukafanywa kuwa wazima, kwa sababu tuliamini ile damu ya Yesu ambayo ilituokoa msalabani. Ile damu ya Yesu ambayo tuliamini inatutia uzima, kwa sababu tunasema damu ni uzima. Sema damu inanena. Haijalishi haukisikia unakisikia, lakini kinapokuwa hai kinasema kwa namna yake. Yesu asifiwe. Lakini kitu kilichokufa hakiwezi kusema. Na ndio maana tunasema damu inanena, kwa sababu damu ni uzima. Hata ukiangalia labda mtu akiwa amemuua mtu vile, kwa unajikuta kama mtu anali kwenye damu, mtu akimuua mtu unakuta ile damu inakuwa inamdaiwa, nakwambia anakuwa anasumbuliwa labda, kwa sababu wanasema watu wanakwambia damu ya mtu ni nzito kuliko maji. Ile damu kwa sababu ni uhai, unatoa uhai wa mtu, unakuwa yani